Mtumishi! Mtumishi! Simama hapo, simama hapo. Unasemaje? Hivi mtumishi, hongera kwanza, kwa sababu kanisa lako bwana linasifika mtaani namba 1 kwa kunena kwa lugha. Ila sasa mtumishi, mbona waumini wako sasa wanakopa hapo halipi? Pole kwa hilo jambo. Unajua ulimwenguni hayuko aliyoko salama kama inavyofahamika. Kwa hiyo pole kwa hilo jambo. Sasa Mbwinji amekopa kwangu, ameenda na duka jani kakopa, alafu katuachia manyoya. Alafu leo nimsikia amenena kwa lugha kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa kwani asijifunze kulipa kwanza, alafu baadaye anene kwa lugha? Mimi naamini atakulipa. Atalipa lini? Mwezi wa 5 sasa hivi, na duka la jirani miezi 6. Kama angekuwa kulipa sengetulipa. Kila siku tukipita anawasha tu, anaumiza watu pua. Pilau. Bila kulipa hata. Basi mimi nitakulipa. Mimi sitaki unilipe, wala sina shida na hela yoyote. Ila ninakujulisha watu wanavyosema. Nyinyi mmepaswa kuwa nuru bwana. Sisi kweli hatumjue Mungu. Mbona kama tuna nafuu? Nyinyi ndo mnasifika kwa kunena kwa lugha, ila sasa kulipa sasa. Sasa nimekuelewa mtu wangu. Jamani, nimeitisha kikao cha kanisa. Wale mashemasi na viongozi wote wa dini, naombeni mnisikilize vizuri, kwa maana hili jambo nimepokea malalamiko mtaani ya kwamba waumini wako wanakopa afu hawalipi. Sasa mimi kama mchungaji siwezi nikawa ninachunga kitu ambacho sikijui. Nitakuja kuhukumiwa na Mungu. Ninachunga nini sasa? Sasa ninaona tujadili kama sisi wa viongozi wa kanisa ya kwamba tunafanyaje. Naona mkono pale. Mbwinji, unasemaje Mbwinji? Bwana, mimi mtumishi naona tuongeze bidii katika kunena kwa lugha bwana. Sababu naona kama watu wanakopa hapo walipi, tuongeze sana bidii kwenye kunena kwa lugha. Na pale bwana mtumishi, acha neno la Mungu ndo liamue. Kwa maana mbingu na nchi zitapita, ila neno la Mungu litadumu hata milele. Mimi naona tufuate neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje huko mtumishi? Umejibu vyema. Kwa sababu neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu na mwanga njia yetu. Ndio kiongozi wa kanisa. Tuone anasemaje. Neno la Mungu linasema hivi. Fungue kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 21. Mbwinji, soma. Mtumishi, nitasoma. Linasema hivi: asiyo haki ukopa wala halipi, bali mwenye haki ufadhili ukilimu. Hii neno naliona leo. Asiye haki, neno linasema ukopa wala halipi. Unavokuwa unakopa ulipi, unakuwa huna haki. Na kama huna haki, Biblia imesema ya kwamba maombi ya wasio haki ni chukizo. Ukisoma Methali 21:27 mstari wa 27 na Amos 5:22 mpaka 23, utakuja kugundua ya kwamba maombi ya wasio haki ni chukizo mbele za Mungu. Enyi kanisa, na kama ni chukizo mbele za Mungu, sasa unaomba nini hapa? Kwa hiyo tujifunze kuwa na haki kwanza. Tunakuwa na haki pale tunavotii sheria za Kristo. Soma Yohana 14:21. Sheria ya Kristo imeweka wazi
ya kwamba yeye aliyo na amri zake na kuzishika, yeye ndiyo anipenda, naye anipenda atapendwa na Baba. Tumtumikii Mungu kwa nguvu zetu wenyewe. Tunamtumikia Mungu kwa kupata nuru ambayo ndiyo neno lake. Basi kanisa, tujifunze kufuata nuru. Nuru ndiyo neno lake. Neno la Mungu ndiyo taa ya miguu yetu na mwanga njia yetu. Tulifuate hilo, kwa maana huyo ndiyo kiongozi wa kanisa. Si damu na nyama kilichokufunulia hayo, ni Baba yangu wa mbinguni aliyokufunulia hayo. Nini? Amemfunulia neno, na hilo neno anajenga kanisa. Kwa hiyo fuata nuru. Kama kanisa na mimi kama mchungaji, ninawasisitiza mfuate Kristo, na Kristo ni neno. Ukiliona neno, umemwona Kristo. Ukilizalau neno, umemdharau Kristo. Na Kristo ni nuru ya ulimwengu. Nini? Ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi ikiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikole? Mtaani nikipita tu watu wananipongeza, mtumishi, ongea, kanisa lako namba 1 kwa kunena kwa lugha. Ila sasa kwenye kulipa, waumini wanaachia tu manyoya. Basi baada haya tuseme, sina la kusema zaidi ya kusema kila mtu ajitwike msalaba wake na kuikana nafsi yake. Hayuko aliyoko salama jamaa. Twende na amani ya Kristo Yesu, kwa maana huyo ndio kiongozi wetu. Ninamalizia na haya. Amina kwa hilo. Taonana kwa wakati ulio mlio.